And in the verse 4, na katika mstari wa 4 he says, anasema no, 5:10, behold, tazama, I will send you Elijah the prophet. nitawatumieni Eliya nabii coming on the great, kabla ya kuja kwa siku ile kuu, Wonderful day of the Lord. uongofu ya Bwana. Amen. Yes, he will turn around. He will turn the hearts of the father into the children. Naye atageuza mioyo ya kina baba ielekee watoto, And the hearts of the children to their fathers. na mioyo ya watoto kuwaelekea baba zao, Lest I come and strike the earth with a curse. ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. This is the word of the Lord. Hili ni neno la Bwana. He says, Anasema a dreadful day is coming. siku ya kuogofya inakuja, But before that dreadful day comes, lakini kabla haijaja siku ya kuogofya, before atomic bombs strike the world, anasema atatuma, before atomic bombs strike the world, kabla mabomu ya nyuklia hayajaanguka duniani, before the powerful countries destroy the world, kabla mataifa yenye nguvu hayajaiangamiza dunia, before any distractions happens to the world, kabla uharibifu wowote haujatokea duniani, the righteous God Mungu mwenye haki cannot destroy the righteous together with the wicked. hawezi waangamiza wenye haki na waovu. Hapana. God, before he sends any judgment, Mungu kabla hajatuma hukumu, he always first sending the preparation, daima huanza kufanya maandalizi, the warning, maonyo, warning people, akiwaonya watu, making them ready, akiwafanya wajiandae tayari the message, kwa ujumbe, the message of the preparation. ujumbe wa maandalizi. To Malachi 4, Kulingana na Malaki sura ya 4, Mungu will not destroy the world hataangamiza dunia before he sends a message. kabla hajatuma ujumbe, The message that will make you ready. ujumbe utakaokufanya uwe tayari, The message that has got the power of the rapture in it. ujumbe wenye nguvu ya unyakuo ndani yake, The message that has got the power of the healing. ujumbe wenye nguvu ya uponyaji, The message of deliverance. ujumbe wa ukombozi. And according to Malachi 4, Kulingana na Malaki sura ya 4, before the destruction strikes the world, kabla maangamizi hajaipiga dunia, the message comes ujumbe utwaja by Elijah of Malachi 4. kwa njia ya Eliya wa Malaki sura ya 4, William Marion Branham. ambaye ni William Marion Branham. 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 A man sent from God. Mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, The message of deliverance. akiwa na ujumbe wa ukombozi. That William Branham is God, Si kwamba William Branham ni Mungu, but it is the vessel that God is using to lakini alikuwa ni chombo ambacho Mungu amekitumia deliver the message kuleta ujumbe of deliverance. wa ukombozi. Just as Moses Kama vile Musa carried the message of deliverance alipokuwa na ujumbe wa ukombozi for the people of Israel, kwa watu wa Israeli, take them out of Egypt. kuwaita kutoka Misri. And I challenge your faith. Na mimi naipa changamoto imani yako, I challenge your faith. naipa changamoto imani yako. If tonight, this evening, you believe, Kama unasema jioni ya leo unaamini, you believe the end time message, unaamini ujumbe wa wakati wa mwisho, in order to escape the judgment, ili kuikwepa hukumu, if you believe this evening, kama ukiamini jioni ya leo, you believe this message, ukaamini ujumbe huu, this afternoon, brother, alasiri ya leo, this afternoon, sister, alasiri ya leo,
nafsi yako itaokoka. Because God's problem for this day, kwa sababu shida ya Mungu na siku ya leo, God's program for this day, mpango wa Mungu kwa ajili ya siku ya leo, it is to receive the end time message, ni kupokea ujumbe wa wakati wa mwisho, which has got in it, ambao una kitu ndani yake, the message, ujumbe that brother has preached, ambao ndio wahubiri, has got the power to save you, unayo nguvu ya kukuokoa wewe, has got the power to take out of your heart the sin desire, unayo nguvu ya kuondoa toka moyoni mwako shauku ya dhambi. Amen. You know, there are many people today, unajua kuna watu wengi leo, they believe that they are Christians because they attend churches. Wanaamini kwamba wao ni wahubiri kwa sababu wana makanisa makubwa. But they believe that they are Christians. Wanaamini kwamba wao ni Wakristo because they attend churches. Kwa sababu wanaenda kanisani. Because they give they offerings. Kwa sababu wanatoa sadaka. Because they give money. Kwa sababu wanatoa pesa. Because every day they go to the church. Kwa sababu kila siku tu wanakwenda kanisani. And because of that, na kwa sababu hiyo tu, they believe that they are saved. Wanaamini kwamba wameokoka. Many people, watu wengi, because they pray, kwa sababu wanaomba the Lord Jesus, Bwana Yesu, and he answers them, naye huwajibu, and then they believe they are saved. Na wanaamini kwamba wameokoka. Let me tell you this, hebu nikwambie hili, you are not saved because you go to church. Uokolewi kwa sababu unakwenda kanisani. You are not saved because hiyo ni kweli. Uokolewi kwa sababu unaamini Yesu. You are not saved because you say Jesus is the Son of God. Uokolewi kwa sababu unakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. No, brother. Hapana, you are saved. Unaokolewa when the Lord Jesus has entered in your heart. Mara tu Bwana Yesu Kristo anapokuwa ameingia moyoni mwako. Amen. When he enters in your heart, naye aingiapo moyoni mwako, you feel it. Utalisikia hilo. You know it. Utajua it is a personal experience. Ni jambo la mtu binafsi. That is changing your heart. Ambayo inageuza moyo wako. That's to happen. Na ili litokee hilo, you must come to God's program for today. Lazima uingie mpango wa Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Which is the message, ambao mpango huo ni ujumbe. Amen. Ujumbe wakati wa mwisho. Preached by William Marion Branham. Ambao ulihubiriwa na William Marion Branham. Amen. Nabii wa Mungu. Amen. Take out of your heart the sin desire. Ili kuondoa toka moyoni mwako shauku ya dhambi. Amen. Challenge your faith. Ninaipa changamoto imani yako. For those who are still in trouble with sin, wale ambao mnajisikia kwamba mna shida na dhambi. Amen. You are fighting against the desire of the flesh. Unapigana dhidi ya tamaa ya mwili. You don't like what you are doing, but still you do it. Upendi unachokifanya lakini ungali unakipenda. You are fighting with the things of the world. Unapigana na mambo ya dunia. Telling lies. Ukisema uongo. Pornography. Ukiangalia picha za utupu. You fight with those desires. Unapigana na shauku kama hizo. If you die in that condition, kama ukifa katika hali hiyo, your soul goes to hell. Nafsi yako inakwenda kuzimu. Amen. Your heart, moyo wako, is full of the desire of sin. Umejaa shauku ya dhambi. And your church cannot help you. Na kanisa lako haliwezi kukuambia hilo. Nobody can help you. Hakuna anayeweza kusaidia. To take out of your heart, kuondoa toka moyoni mwako, the desire of the sin, shauku ya dhambi. Many people, watu wengi, after you have listened to this message, mmesikiliza ujumbe huu. After you have listened to this message, baada ya kusikia ujumbe huu, if you don't take the decision now, kama hufanyi maamuzi sasa, to believe
leo kifa, and the day you die, siku utayokufa, you will answer for it. utajibia hilo. You will answer for it. Utajibia hilo. Because the Lord has come publicly to tell you the truth. Kwa sababu Mungu amekuja hadharani kukwambia ukweli. Brothers and sisters have put money together. Ndugu na dada wameweka pesa zao pamoja To tell you the truth. kukwambia ukweli. That if you don't believe the message, Lakini kama uamini ujumbe, your blood will be in your hand. damu yako itakuwa mikononi pako. But God, Lakini Mungu cannot judge you hawezi kukuhukumu before He warns you. kabla hajakuonya kwanza. You can lie everyone. Unaweza muongopea kila mtu. You can lie everyone. Unaweza muongopea kila mtu. But you know your heart. Lakini unaujua moyo wako. You know the sin that is dominating your heart. Unajua dhambi inayoutawala moyo wako. You know it. Unaijua. And that sin, Na dhambi hiyo has got a purpose to take you to hell. ina kusudi la kukupeleka kuzimu. It is the devil, Ni ibilisi that sin. hiyo dhambi. And there is no denomination Na hakuna dhehebu lolote that has got a power to deliver you from it. lenye nguvu ya kukuokoa uondokane na hiyo. The only one to deliver you, Aliye mmoja awezaye kukuokoa it is the Lord Jesus ni Bwana Yesu Kristo. through the end time message. Kupitia ujumbe wa saa ya wakati wa mwisho. So the